Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV. Earth, it means that there is a problem between you and the earth, or you and God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because he blessed everything for you. He also blessed you to enjoy what he has created. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning, if you are not able to achieve, it is not that God has not done it for you. God has done it. If you are not able to move, it's not that God has not made you to move. Because when he created you with legs, so you are supposed to move. He gave you hands, so you are supposed to be blessed. If you don't have hands, we can say indeed, because God says, I'm going to bless the work of who? The work of your hands. So it is through the hand that the blessings come. If you have hands, how many of you have hands here? All of us, we have hands, meaning already you are carrying the blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. And he told Joshua, where your foot will step, will tread, you shall inherit. How many of you have legs here? So you have the power and the capacity to do what? To inherit. Then he told Ezekiel that, son of man, can these bones live? Are they alive? Then Ezekiel told God that you only know. Then God told him, prophesy unto these dry bones. Bwana Yesu asifiwe sana. And Ezekiel prophesied to them, and they came back together, and the life came to them. So meaning, how many of you have a mouth here? How many of you have a mouth? Wewe hauna mdomo? Yes. If you have a mouth, then you are capable of prophesying to your future. Bwana Yesu asifiwe sana. If you have a mouth, you are capable of saying, move, this mountain move, and the mountain moves. Bwana Yesu asifiwe sana. You are able to go and command your soil and say the soil, from today what I want from you, nataka vitunguu vikue, and they will happen. Bwana Yesu asifiwe sana. You got it. You got the power, you got the authority, you got everything that you need for you to live in this world. So if you are not living in this world according or as per to the plan of God, then it is not God. Mungu hayuko hapo. Kama wewe ni maskini, Mungu hayuko hapo kwa maskini. Usituibie kale kawaida mnatuibiaga. Mutheni wa Ngai aturagio ni Ngai. Gutire mutheni wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Because if he told you to dominate the world, if he told you to subdue the world, could you claim you are poor? No, wewe mutheni. If he said you are blessed, and aren't you blessed? Can a poor man be blessed? No. If you are poor, you are not blessed. You are not enjoying the tappings. The book of Deuteronomy 28, verse number 1 says, if you diligently and faithfully obey the word of God, then these blessings will follow you. That you will be blessed as you go, and be blessed as you come back. That your stores will be filled, and your baskets will be filled. Your animals will be increased. The fruit of your womb will be blessed. So everything is in the Bible. And it tells you, you are a rich man, you are blessed. Having money does not mean you are blessed.
And being with money does not mean you are rich. Being rich is being in the presence of God, walking with God and having the favor of God. Ati haunyaganywi, vitu zako hazipotei. Praise be the name of God. That everything you are touching, it is coming back to you. Whatever you are saying, the word is instructive, that nobody can dare joke around with you. If you say, get out of, when, is it Peter was speaking too much to Jesus, and Jesus said, devil, get out of my back. Because he got the power. He knew this is not Peter that is speaking, but the devil himself. And he commanded the devil, get out of my back. Because he knew, I got the authority. Even the devil himself knows that you got the authority. The devil came and told Jesus, after the 40 nights and the 40 days of fasting, when Jesus was coming, then the devil and Jesus was led into the wilderness for testing. And when he went there, the devil told him, it is written that you can just touch this stone and this stone will become bread. Woo! He knew. But he knew this is a test. He knew this man is testing. The devil is testing me because already I have them. I don't need to be told what I have. He knew that I can do this. And he knew this is what is part of me. I don't need to be told by enemy. And then he told the devil that man shall not live by the bread, but by what? But by the word of God, because it is the word of God that creates. It is the word of God that makes. It's the word of God that you prophesy. When you prophesy, you release. Is the word of God. When you walk and go to places, it is the word of God. When you are working with your heart, it's the word of God. When you are speaking, it's the word of God. So he told him, man shall not live by the bread, but what? By the word of God. Then he told him, you can drop yourself and the angels from heaven will come and pick you. He told them, no, I cannot try my God. I know he has given me all this, so why do them? I know I have them. So what kind of a person, what kind of a human being are you? That now you are crying because of diseases. You are crying because of problems. What kind of a human are you? Are you doing the will of God? Are you in the will of God? Are you in the plan of God? Are you standing the way God wants you to be? Are you walking in the situation, in an orchestrated position that the people have decided to position you there, have decided to chain you there, have decided to just place you there, and you cannot be able to come out? Many of us, it is not even the devil. When Jesus came, had his friend Lazarus is dead, he went back to them. What was the question? What was the question? He asked them, where have you kept him? It is the people. And they told him, had you been here 4 days before, he would not have been stinking because he's rotten. He kept asking them, where have you kept him? In our language, we don't ask where you have kept him. Where did you lay the body? But Jesus didn't ask for the body. He asked for a man, for a living man, because he knew the man is not dead. But people have decided you are dead. So people have decided that you are dead. They have prophesied over your death. They have prophesied over your business. They have prophesied over your whatever that is happening around you. And they have decided you are dead and you will never again rise up. But heavens knows you are still living. Heavens knows that you are still winning. Heavens knows that you are still existing. Heavens knows that everything that belongs to you and it is existing. So what is the question here is, why are you not connecting? Because the heavens know. Gideon was met by the angel of God, and Gideon had lost hope. Like many of you who have lost hope, they don't understand what is happening. Yani umefika mwisho, na hata mwisho yako hujui uko mwisho gani, uko mwisho ya kwanza ama mwisho ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. And then unafika mwisho mpaka unaona ufadhali ukufe. Most of you here, wamefika mwisho. They feel like I want to die tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where Gideon was. Because Gideon, they had been tormented by the Midianites all over the 7 years. They work, but some people come and take your fruits. You work tirelessly. When you are going just at the point of harvesting, unanyang'anywa kila kitu. And Gideon was like, wow,
sisi hapa tumefika mwisho. Where is our God to save us? And when the angel of God came to him, he told him now that your God is here. Then he asked the angel, where is this God that was with Moses? Where is this God that was with Abraham? Where is this God that you keep telling me about this God? Where is he? We are saying the God that liberated, the God that fought for us, the God that conquers other tribes. Where is he? And when he was told that this battle, you are going to win this battle as a man, he was so surprised. Remember, Gideon had prepared 32,000 men who were to go to fight the Midianites. So imagine a person with 32,000 people following him. Is he just an ordinary person? That is a leader. That is a warrior. But he was still blind. You can lead people, but you are still blind. You don't understand where you're going. You don't understand the positioning. You don't understand the capacity. Because the most important thing, it was to understand the capacity. The capacity, you. Who are you? What kind of a person you are? How can you command? What is it? What kind of power you have in your mouth? What kind of power you have in your hand? What kind of power you have in the society? This man had a power, but he never knew that he had the power. He had brought people together, 32,000 men, that they were going to go to battle. But God came and appeared to him and told him, this battle is not going to be won by multitude of people, but this battle is going to be won by you as an individual. It is you who is going to win the battle. Then he wandered from God and asked God, who? Me? Me, Gideon. Me, how now? Me, I come from the least clan of our family. So how? And me, Gideon, I am the least in our family. How now? He could not imagine. But remember, him alone, and being from a least clan, he had already gathered 32,000 people. So you see, he had the power with him. He was doing things were happening around him, but he never actualized this thing to see the power of God in him. And when he was told that this battle is going to be won by you as a man, he was still complaining. Yet 32,000 people were behind him. How are you able to bring 32,000 people if you cannot do it alone? Were you assisted to bring the 32,000? Who assisted you? Nobody. It was you who organized them 32. But when you are told this battle you are going to win as a man, then you say, no, I am least in my family. Why you not least in your family when you are bringing 32,000 people? Why you not least in your family were you not least in your clan when 32 men were following you and still obeying you, listening to you and doing your will? Those are the problems and challenges we have in life. Because you have the capacity, you have the power, but because you have not been revealed to understand who you are and what kind of a person you are, that is why you are still lying there languishing in poverty, yet you are a billionaire. I can see billionaires here. I can see rich people around here, but you are still poor. If I ask you to give me each of you 1,000, you will just face down asking God, oh my God, in faith I will give. In faith I will give. I don't want people to give in faith. I want you to give physically. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to solve a problem physically, because God told Moses that you got the power, you will be able to say the mountain to move and the mountain will move. Hello. You'll be able to call. You see, Moses, he was carrying a stick not knowing that he is carrying power. He was crying when others were crying. When they found the sea, this is a huge river that is ahead of me, and behind me the enemy is coming, and now you're going to die. The people from Egypt, the Israelites asked Moses, why didn't you let us die in Egypt? Were there no graves in Egypt that you let us come and die here? They started crying. Moses himself started crying, until God came and asked him, why are you crying? Ask your neighbor, why are you crying? Just face the neighbor. Why are you crying because of that small problem you have? Look here. You have been in existence. You've been working. You've been living. You've been there every time. All those years you've been existing. Now ka problem kametokelezea. Haulali, hauongei, haukuli, kila kitu ni kulia umae, urireboza, mpaka mumejua ku speak in tongues. The tongues you don't understand, ama mnaongea ya shetani ama ya Mungu. Why?
The problem has completely scared you. The problem has completely pushed you to speak in tongues, to speak in languages you don't understand. Moses was crying. Moses was crying like the people who doesn't have faith. Moses did miracles himself. He did miracles. He know what he has done. He know what he did. He picked just ash from the Parajikon. He picked the ash and the animals became sick. The kings became sick with boils. People there start suffering. People who are fighting them walianza kufiinya mahoha. Mang'ombe zikakuwa na mahoha. Makodoo mpaka makuku, mpaka cockroach zikakuwa na mahoha. Because kuchukua tu jivu kutoka kwa jiko akapuliza na ikaenda, it became fine. Ikaenda kwa kila nyumba ya mtu all over. Mpaka mudhamaki mwenyewe akakuwa na mahoha. The same man, wakati kulitokea kashida kadogo tu, ati maadui ndio wale, mtu ndio hii, alianza kulia. Mpaka wakamuuliza, si ukiongoja tukufie huko, kani kule hakukuwa na makaburi tugesikwa? Until the time God came and asked Moses, what are you holding in your hand? Akamwambia niko na kijiti. Hakusema niko na mudhegi power. Alisema dena kamute, gueta kamute, dena kamute. Then he was told, chukua hiyo kamute yako, goga maji. Na kagoga mawe, maji ikatengenezeka. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na power. He had, nothing was extracted from anywhere. Hawakupiga simu ati Nakuru 2NK, wekeni kale kamuti kwa 2NK tuletewe. Hapana, he was with it. He was carrying it. Alikuwa nayo, alitembea nayo, alilala nayo, alikaa. Wakati wa kukula aliweka hapo chini akakula, wakati wa kulala aliweka hapo chini akalala, wakati wa kutembea alitembea nayo, and he never forgot to walk with it. So you got the power, you got what you need for you to succeed, only that you don't want to use it. You are poor because you wanted to be. It is your intention to be poor. You are being subjected to problem because you intended. It is your plan. It is in your manifesto to fail. You are failing not because somebody failed you. Any person who has failed anything, nobody pushed you to fail. You failed yourself. You caused yourself to fail. You made it to happen. That is why you are not be able to succeed. If God has given you a responsibility, work within the responsibilities God has given you. If God has given you a direction on how to do things, do in that direction. Don't divert. Don't do like others, because that is where your calling is. If you understand the calling of God, if you understand where God has placed you, and you do as what God has placed you, because God is a God of seasons and God of times, and he operates within the season, and in that season he releases a power and authority, something upon your life that you may be able to do. So whatever that was released to you, and you go move and stop what you are doing and go doing somebody else, you miss it because you'll be outside the season. Because what was given in her season, it is not what is given in your season. Everybody has a season, and if you are not within your season, you will forever be moving around here complaining ati shetani amekushavamia, shetani amekupiga, shetani. Sasa nikuulize, wakati wana wa Israeli walikuwa natoka, wakati waliona maadui wamekuja, wakati waliona mto pale, was there the devil? No. The Egyptians were men and women from God, and the river was godly, and them they were godly. Everything there was godly. It was all a matter of using common sense, knowing what are you holding. Moses was holding a stick. That was the power that was needed. That was the energy that was needed. That was the transmission that was needed. That stick only. No miracle, no nothing, no prayers, no sacrifices, no nothing. Only a stick. And do as it is supposed to be done. Use it the way it is supposed to be done. Some of us, we have capacities to do things, capacities to become billionaires, capacities to be abroad, capacities to become managers, CEOs, capacity to become preachers, but we are still seated down, but we are still arguing on a nonsensical things that cannot help you. You are still following to see who is sleeping with your apostle. You are still following ni mdemu mgani ameingia pale, ni
What is your apostle doing? Oh, what is happening? I normally give myself because I want to give an example with you. Bwana Yesu asifiwe sana. And you see, instead of doing what God sent you to come and do here, you become a prefect to monitor your apostle. Or you become a prefect to start monitoring people around you. The praise and the worship. Did you see how they were dressed? They were dressed like they are prostitutes. You see those media people, how they are behaving, how they are studying. Even they cannot be able to do. You see their faces are not smiling. Those media people, they are like this. So who told you to come and monitor people how they are dressed? Who told you to come and monitor how people are feeding or are doing things? That is not your responsibility. You are sent here with a purpose. There is a position, there is a job that is here that they required you to come and do it. And the time the job you'll do and is done, you will go. You'll be sent somewhere else. Last time I was advising Kegei and the madam, anaitwa nani? Madam Dama. And I was telling Madam Dama, please, if your role in JCM has come to an end, if your role was to build that church, you have built it. Go and start building another one. Because there are people who come particularly because of an event, just an event, and they will come and they will take supremacy of this church. Everything they will be running, give them room. That is what they have been called for. Let them do it. Maybe they are here for 2 months. That is why they are pushing it harder, so that they may not miss the target. But you who is a devil agent, you will come, you will be there distracting them because you don't want them to do. You are a Sanbarato and a Tobiah. And if these people Nehemiah understand themselves, they will carry a sword as they build. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why people are in charge in churches. That is why people are in charge in places like this one. Because they will find a Nehemiah with a panga and a series building. And the people guarding. And when you come to stop them, they will cut your head. Then you get out of this place so much injured. Because you failed to understand why God brought you here. If only you can be able to understand why God brought you to that company, why God brought you to that marriage, why God brought you to that institution. If you can only understand why you are there where you are, then you will maximize the principles of the kingdom of heaven. And people have failed because not because they don't have knowledge. Because I can see brains, you have brains, good brains. But if you are asked to account for what you have done nothing. But if you can go behind the book of Chronicles, where God has been writing you what kind of a person you are, what you've been doing, we have like a storybook, a novel of 300 pages, 500 pages, 1,000 pages of how you've been disengaging people, how you've been speaking, how backstabbing people, what you've been doing behind the scenes. And yet here, you are the best person speaking and giving testimonies on how things are going to happen, on how God is going to bless you. Yes, before I speak of blessing to you, I must examine myself first. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot prophesy to you that you're going to own a car, yet I don't have a car. Why can't I speak the same God that is going to bring a car? He gives me a car first so that I can release a blessing of a car. You can never release what you don't have. You can never. I can never. You cannot go to a church down there ya mabati imekaa hivi na imeandikwa hapa Miracle Manifestation Jesus Center, and there is no manifestation of a God you are speaking about, and then you expect to go somewhere. Ati mvua ikinyesha lazima watu wanaendaka na mwavuli kwa kanisa ndani, maana mvua itaanza kunyesha. And then you expect to going where? If myself I'm not able to feed myself, how can I prophesy that you're going to own a store? Bwana Yesu asifiwe sana. Myself, I cannot be able to own a house. Nimevukiwa nyumba na radi road kwangu, alafu wewe kuja uniletee shida ya radi ati na wewe umevukiwa nyumba. Nini nitarelease kwako? Surely you can never release what you don't have. You can never prophesy what you don't have. You only prophesy what you have because you are called to do so. And that is why it is very important for you to know, who are you following? Where are you? With who are you? What kind of a pastor? What kind of a spiritual leader are you under? Because some of us, we are suffering because we have come from those spiritual leaders who are mean and poor in mind. You can have a lot of money, but here you are poor. You are mean.
if you are mean, you are going to birth mean to people. Whatever I release from here, it's going to happen to you. Whatever I am, that is what you are going to become. If I am preaching poverty here, if myself I'm an image of poverty, the only thing I can release to you is poverty. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mnaambia kwa mfanye pastor wenu akwe angale vizuri. Na mkiona sasa mama kama huyu ameniletea kiatu, sisemi ulete, lakini ukileta nitafaa. Ameniletea kiatu mzuri, na usilete kiatu kilegalega huko, unaleta kiatu hata watu wakiangalia wanaona kweli our pastor is okay. Hebu niambie, niko hapa, niko na kiatu huko chini nimeweka carton. Sasa nikihubiri, unaona carton nimechomoka shwa, imesema, "Oh, I prophesy to you cartons, get out of my life." Na nikufunika nafunika. Lovely kinwa, hata nasema, "I don't want to use these shoes. These shoes are disturbing me." Anazitoa kokona huko na anazificha. Na anaambia yule anamuelewa, "Asha, take them there inside there." Kumbe ameona aibu imeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to re-examine yourself. What kind of a person you are? Ndio ukuje kanisa. What do you benefit? Inakubenefit na nini? Are you a sycophant? When I was watching another video, nikaona on Sunday, what happened on Sunday in Africa. Bwana anakwenda baba. Nikaangalia the other side, what happened in China. Watoto walikuwa wanashona nguo, wengine walikuwa wanatengeneza magari, wengine walikuwa wanatengeneza manini. Yani they were producing while you are making noise. Alafu unasema ati Chinese hata ida biguni. Sasa who will allow you to heaven? Surely. Kama sauti ni hiyo, nani atakubali? Nani alikwambia kule biguni kuna masauti inatengenezwa huko? Huko hakuna. Hata ule muibi aliiba akasema keruru ine kia mtu wa moyo na kuga kona ine kudu kuhorero. Ngai ekaraga kudu kuhorero. Mwathani agocwo. Tutirinite tondu tuthirinite tondu turi irimu. We are stupid here. Just use your brain a little bit. Trigger. Moses, God asked Moses, "What are you holding in the hand?" I'm asking you, what are you holding? For God to bless you, God cannot bless you without something. You must be having something that God will use to magnify. There is this poor woman, Elijah alimuuliza nini? What do you have? Akamwambia niko na tuvibuyu tuko hapa. Akamwambia lete tuvibuyu, tukajazwa mafuta, tulipoisha mafuta ikajaa, mafuta ilipotea. What kind of a vessel are you carrying? Is it big? Is it small? What kind of a heart do you have? How do you help people? Now you are coming here, you want God to help you. Oh God, oh Baba nisaidie. Mimi na mama najua Baba, na lako hoya Ngai. Oh dirikane Baba. Oh nyarekane Baba. Unamwambia Baba, did you dirikana his people when you are good? Wakati ulikuwa mzuri na kaduka kako mzuri na kabiashara kako kama mzuri, when you are employed working somewhere, did you remember his people that now you want his people, God to remember you? God will remember you. In the book of Psalms 41, the Bible says, those people who remember the poor, I will remember you in the bed of your sickness. God will always remember. When Haman was told to read the book of Chronicles, he was told, now go read. And he read, he said, whoever, the king asked him, if the person does this and this, what is written there, he will be given. That whoever did and pleased the king, he will be rode in the town on ni donkey ama ni farasi, asugushwe akitakaswa. It is written. Everything you need, it is written. And it is written against what you did. Don't expect what you have never done to be done to you. Don't. Hata ukuje tukuomba mambo, tutaomba maombi lakini nikijua hiyo haiendi mahali. Because nakuhoji, ndio naonaga na kuhoji kule kwa ofisi. Nisikilize, what kind of a human being are you? Kuna wengine ni wanyama. Hata venye anaongea akiongea hivi, unaona ni kama nikapanya kanataka kupenya, lakini kanashindwa. Pale katapita wapi? Kuna watu pale, kuna watu. Sasa kanafuga macho. Kaona kama mtafuga kapite.
Unamuuliza tu umewahi kusaidia mtu hata mmoja, anasema ai ni mandire ni dikoro na koro dikona breakthrough ya guteidia andu. Uraka koja dikona breakthrough ya guteidia andu. Ura expect ni ngai ura hoyaga ni wa guteidia andu. Na wewe nduri wateithia mundu wake ono mwe. Egocoka guteidia ate. Hello. My God is a giver. The God I worship is a giver. So if you are a mean person, don't come here. Go to the mean God. Kama haujawahi kusimama na mtu mgonjwa, kama haujawahi simama na mtu hana kitu, kama haujawahi kusimama na mtu ambaye anateseka, kama haujawahi na sasa saa hii unateseka, where will you? Maana whatever we do inaandikwa kwa account yetu. Kakitu kadogo ukifanya kanaandikwa na kanawekwa kwa store. Sasa wakati utahitaji, vitu vile viliwekwa kwa store ndio vitakuja kuchukuliwa. Kama unahitaji msaada utatolewa kwa store kulingana na matendo uliyofanya. Ni bonga points zile tunanunuaga nayo simu. Niliona mtu mwingine hapa ananiomba nisaidie ni bonga point akanunua simu. Nikamuuliza mimi sina masikio ya kusikiliza simu. Nikiweka yangu siona kuweka na simu. Nikiweka yangu wewe mbona uwekagi yako? Ati you know apostle tunakuaga na masida hata yako nilitoa nikafanya si biashara gani? Nikamwambia basi enda kula kwa hiyo biashara ulienda. Nimeweka bonga point kwa sababu naweka kwa nini? Ndio sinisaidie kesho. Nimesave tu maneto yangu kwa bank, nimeweka fixed, mtu mwingine nimepeleka huko na huko, ndio kesho yangu ni kule matunda. You eat from what you have saved. My brothers and my sisters, don't expect any miracle from anywhere if there is nothing that can be associated to the miracle you are looking for. If your life does not believe in miracles, the miracles sio mati muujiza itatokea. Oh papa pakata ndio muujiza inateremka, muujiza inakuja, muujiza inakuja, inua mkono wako muujiza ndio inateremka. Hiyo ni ujinga. Utainua mkono wako na unainua mkono siwali mtamudo tali wadhi edukuru. Ni kama kwenu hata hakujai kuwa mtu mmoja amesoma kwa area ya kwenu, unainua mkono atapokea muujiza. Unapokea kutoka wapi? Sincerely angalia hapo Yesu ni gypsum. Utapokea kutoka wapi? Si ukiinulia kwako mkono upokelele kwako. God has given you instruction. I'll bless the work of your hand. It is not a miracle. Bwana Yesu asifiwe sana. You prophesy. Hii miguu ni ya kumiliki. Akamwambia Joshua, mahali utakanyagisha nyayo zako utamiliki. Na kisha akamwambia kamata silaha, gonga watu nitakusaidia. Na akarudi akasema kutoka enzi ya John the Baptist the kingdom of heaven suffers what? And the violence? Yes. So nakuja hapa ati yako waria na mwathani actor ni join yako igwa we ararega kuigwa ne kino kina matu na wena kanua. Who told you waregeire mwaki wakuko? Tajira atoka kuhuthira thimu yako atondo ne thiaga wa Safaricom na yakuwe na kadi ya Safaricom. Are you making sense really? We don't make sense in our lives. We have been brainwashed in churches that we don't understand what we are supposed to do. Yani unakaa tu mpaka una expect, unakaa tu wetelele kimujiza uikare kwa kunyumba. Wetelele mujiza wekeke. You know that is madness. You know that's total sickness. Ati unasema ati mimi nimekaa tu maana nimeshindwa ya kufanya. Si uchukue hata nyanya mbili uweke hapo kado na uweze kutengeneza kawibo. Watu wanunue. You become creative. Wakati nilikuwa nauza viatu vya watoto, nilikuwa hoka. Nikiuza viatu nilikuwa nauza kuliko wengine. Kwa sababu nilijua kutengeneza karuibo. Nilikuwa naanzia safari hapa Gikoba. Ninateremuka, naenda huko Majego, naenda Huruma, nateremuka najikuta Kasarani huko Dadora, navuka Getale Marigo, navuka hapo kulikuwa na daraja ya mti moja. Tunavuka tunaenda Kasarani, Mweki, tunapada Jiro, tunaenda huko tunarudi Kayole, tunadoni home. Unarudi unajikuta umeenda kabisa. Na kaipo tu. Ni ya mwana ni shilingi 50 ya mwana. Baka mama anasimama hapo wenye umemwibia ananunua. Sasa umekaa huko unaenda utanunua viatu ni shilingi 50? Hakuna. Unatengeneza enda hapa Mahoka pale Kirinyaga Road. Nilikuwa nauza koti kama hizi mzuri pale Kirinyaga Road. Ninaweka goma, unakuta tunakula goma, tunaimba. Kuna wakuimba na kuna wakuuza. Unakuta watu wamejaa hapo.
ikara uongeze ati miracle iroka. You force your way, you push your way. God is there to help you fight this battle. You have to win this battle. You have to conquer them that are holding. Vitu zako ziko na watu, haziko na Mungu. Ziliachiliwa. Vitu zako ziko na Mungu, pesa zako ziko na watu. Itili na Ngai. Tia uka gutidoge hiya Ngai ate besha. No, geria gucaria no ucio nyitete besha ciaku. Ujire tumukore na njuguma. Yes, nilinyaganya watu ndio walinipatia. Wakati wangu ule nilinyaganyana. Nilichukua bunduki nikawaitisha, walinipatia. Na nikatajirika. Na Mungu hajakuja kuniambia hata hiyo vitu uliiba. Hapana. Hajaniambia. Maana hata hajakuambia Zakayo. Zakayo wakati Yesu alienda kwa Zakayo, akaambia Zakayo lete utajiri nusu. Sio walimwambia? Tukafanya nini nayo? Ikafanya kazi ya Mungu. Hakumwambia nenda utumbe. Kama ilikuwa baya, si Yesu angemwambia aende akatumbe kwa mto? Sali mwambia lete tuende tukafanya kazi, akaitakasa na ikaenda. Kisha the same Jesus aliwacha watu wazuri walikuwa huko, akaenda kukula kwa nani? Kwa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asha alienda kukula kwa Zakayo, akawacha watu wazuri waokofu, watu wa maana, watu special, akaenda kukula kwa mwizi. Sio wewe? Yesu alikuwa anatumia akili na akajua huko ndiko kwenda ndio cha gotomato huje. Yes. Sasa wewe kaa hapa ungetheti ati ngira kuhutia mundu ati cia mugikishaki invitation ya mugikishaki gwire ahuthagira ruhiuru tuhu nigetha ake atia aconoririe hiyo icio ndu riu wa mugikithitu uyu rugamite ha tulikuwa naniombea nikufe. Bwana sifiwe sana. Because I understand the principles of the kingdom. The day you understand the principles of your kingdom, you will never fail. That is how you understand you are operating in a closed heaven or in an open heaven. In the book of Deuteronomy, chapter number 28 verse 12, can you give us book of Deuteronomy chapter number 28 verse 12, and then you shall give us 23 to 24. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heavens to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the works of thine hand. The Lord will open for you his rich storehouses, the heavens, to give the rain. You see now, the Lord will open for you his rich otoga. Kwa hivyo otoga ni wao, ni wakai. He will open. How will he open for you? How will he give it them to you? That he will open for you his rich storehouse. Ikobele no toka. Atakufungulia. It is God, meaning your heaven is open. The heavens to give. He will open the heavens to give rain of your land. So the heavens must be opened, must be commanded by God to give the rain. Why will God operate on heaven to give rain to you? Why will God open on heaven to give your business some rain, to give your family rain, to give whatever you are doing? Kunyonyeshiwa baraka za mbinguni, kunyonyeshiwa the anointing from heaven. You need to operate in an open heaven, that the Lord will open for you his rich storehouse. So he has a store. God has a store, and in his store there is riches. And these riches, for you to access them, it is the Lord to open for you. So you ask yourself, what will it take for the Lord to open for me? And why has he not opened for me? It means you have a problem with him. It means there is a challenge. Kuna kitu umefanya na umekata, kuna milango imefungika. And the Bible says Jesus told the disciples, whoever he told, akawambia, pray and you be answered. If they fail, the prayers are not working, Jesus told them, stop praying and do what? Seek. You know, Jesus was telling us literally that if your prayers are not working, hiyo munaenda Katoroni, munaenda wapi, wherever you are going, if the prayers have failed, umekuja hapa kwa Waruige imefail, umeenda kwa Manyuru imefail, umeenda kwa Ezekiel imefail, umeenda kwa Moiro imefail, umeenda kwa Nganga imefail, nothing is working, know that there is a problem. Wacha maombi, wachana nayo.
Fuga maombi kabisa. Don't even start fasting. Don't fast. You are wasting your time. You are becoming a medical case. Hapa you are becoming insane. Na unajua hii brain ikikosa chakula mzuri ya kukula unagoroka. Kwa hivyo hii watu mnapenda kwenda maombi milima maombi milima. Ukiona maombi imekataa kuingia, wacha kujinyima chakula. You are becoming medical case. Wachana na chakula, kula chakula vizuri. Eda ubode, chakula pia ni ya Mungu na wewe ni wa Mungu. Kula vizuri, ukae chini, uulize Mungu, niki kigiragia wewe mahoya makwa. Hivyo tu. Don't even go praying. Just ask God, why are you not listening to me? Because he is your father. I will listen. He said, I will listen you in the heavenly places. I will listen to your petitions. So if he has not heard you in your prayer, Jesus told us, if my father fails to hear your prayers, now stop praying. Go to him, seek to know why he is not listening to you. Because maybe wewe unanuka and God does not listen watu wananuka. Wewe umezikirwa na dhambi, mahali popote unaenda na mnuko ni ya dhambi. Mungu hasikilizagi. Wakati Yesu alibeba, Yesu mwana Isan alibeba madhambi zetu zote, akaekelea kwa mgogo, ati anaenda kwa baba. Baba alipomuona hivi, baba aligeuka akamuondokea. Huyo jamaa alinyoroswa ama kunyoroswa? The moment Mungu alimuondokea. Kwa nini? Alibeba matakataka zetu akapelekea. Ati baba ndoka hai, guete mehia madwaya. Mungu aligeuka, hata kangi kuangaliana na dhambi. Huo ni mlango. Yesu akanyoroswa na akawekwa kwa msalaba. Baka wakati alikatwa hivi, damu ikamwagika, ikafanyika sadaka. He atoned that blood until the blood was shed, and the blood atoned for the sins he was carrying. That is when God came back and he started walking with him, because he has atoned for the sins. Now what have you atoned for the sins? What have you done for your sins? And that is how to understand when you are seeking. You seek God and God will tell you, wewe ulitoa miiba 5. Ndio nakumbusha ukiwa huko katoroni yako. Ndio nakumbuka kahile wale kailetu kana kale warutire. We thukuru form 1. Wathi form 3 nige o kedugo kagio keruta. Wathi kia form 4 kedugo kagio kerekia. Kimundu kiregio kire na kiari kimurefu kire gya komire nawe kia hinya gya kodugire keruta. Sasa hapo unasikia there is a force speaking to you what you did those days. Sasa hiyo ndio unajua kube hii ndio mlango. This is why God is not listening to me, because I am stinking, and God will never listen to a stinking person. Hiyo ndio mlango. Sasa hapo ndio understand, hii ndio mlango. Alafu mwingine nakusikia unaona shosho yako, unakubushwa venye mama yako ama shosho alilete mugaga kwenu, mukapakwa hivi, mukapakwa hapa, mukapakwa, mukachajwa, ukachajwa mgogo, ukachajwa huko. Sasa huko kachajwa maneno yote, unakubushwa wote hapa, unaletea hiyo picha, unaona hiyo mshosho venye mlichajwa. Ni Mungu anakukubusha, anakuambia this is the reason I'm not hearing you. Now you are seeking. You told God, tell me why are you not listening to me? Then immediately unaletewa unajiona wakati ulimsiana mbarubaru. Kuna kimama kia mtu ulienda ukachukua, kimzee kimbaba ulichukua, ukabomoa familia ya mtu. Unaletewa picha ya kimudu kile mwenda nete nakio, na ule mwatiganile nakio. Sasa unajua kumbe hii ndio mlango. Now ukiadastari unajua atakufungulia milango ile yote, uone kama ni milango 5, milango 1, milango 6. That is now Jesus said, after you seek, do what? Knock. So umeunderstand kuna milango. That is why you will go knocking. Now you knock with a sacrifice. What knocks? It is a sacrifice. Si uende sasa kwa hewa, come here I am, hodi. No, you carry a sacrifice, because you know what has been hindering you ni zile mamimba ulitoa. What has been hindering you ni ule shosho wenu alikuja mwenye aliyopeleka kwa waganga. What has been hindering you ni ile damu ilimwagika kwenu. What has been hindering you, your father was a mau, he killed people. What has been hindering you, your father was a home guard, aliuza watu wakakufa, mchanga ikachukuliwa, ukalaaniwa, mogerodho rone teri. Mambo yale umefanya ya kishetani. That has been the hindering. Whatever you did, whatever you have been doing. And that is
What now? You go carrying a sacrifice. You go to the heavens, to the court of heaven. You go where? To the court of heaven and plead your case in the court of heaven. Pleading your case is that you empty yourself with all things. Unasema zote mbele ya mahakama ya biguni. Unasema venye ulitoa mimba ya kwanza, Baba nikatoa ya pili, na hiyo ya pili ilikuwa chungu sana. Baba nikatoa ya tatu, na nilidanganywa na agondi alinipatia pesa. Baba nikatoa ya nne, na hiyo ya nne sikuwa nataka kutoa, lakini you give the whole chronology of how you are doing in the court of heaven, because the court of heaven is sitting. Because whatever that has been happening to you, when you found your doors are shut, it is because there is a judgment over you. And when there is a judgment of you, you have been convicted. And when you have been convicted, it means you have to come to the court of appeal. Bwana Yesu asifiwe sana. The court of appeal in heaven. Then you plead your case. You prosecute your case. Unaelezea mambo yale yote, uchawi yako, kale kama dheo tulete hidete, tobesha tulete wekete, ile maneno yote mlifanya na mama yako, ile maneno mlifanya na yule boyfriend, kale kama mtu mliua na yule, you plead it, you plead with a sacrifice. And God is saying, haijalishi hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, niko bado nabeba msamaha. I will still forgive you if you confess what you did. That is how to open your heaven. It will never be opened if you don't plead. It is a judgment that is over you. And if it's a judgment, no matter what you do, if it's a judgment of 5 years, utatoboa hizo 5 years. Hata ukisamehewa ile kitu hautakufa, utasamehewa after 5 years, utaachiliwa, utatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be the name of God. And that is how you win. That is the reason you went seeking to know ni maneno gani hii imenifuata. Maybe it is your mother who did the abortion. Maybe it's your father who murdered a person. Maybe it's your grandfather who did whatever he did. The Bible says gakinyeria waganu wa maithe ginya ruciaro rwake rwakana na rwagatano. Meaning you could be suffering a problem that was caused by your mother. You could be suffering a problem that was caused by your grandmother. You could be suffering a problem that was caused by your great grandfather. You could be facing, maybe that is why all your doors are problem. And that is why I normally tell you, for you to know if it is a problem that was caused by grandmothers, grandfathers, all that generation, God will bring you a dream and see a gashosho, and all the gashosho either fighting you, wanting to kill you, or tying you. That is when you understand it is a generational problem. So ukiona shosho ameapia kwa dream yako, analyze that dream, ndio utajua the problem that is haunting me imetoka kule, sasa sio mimi. Kwa sababu kuna watu wengi hapa ni gadhirage, hata hajawahi kuonana na wanaume mahali, lakini ile shida yako naye, afadhali wale wameonana na wanaume. Baka ana shida kwa, kwani huyu Mungu ajuagi kuangalia? Mimi niko safi, sijaila hata na mwanaume, lakini ile shida imenifuata, sijaiona. Hata mkotile modrume unaoja ragelia. Na hizi igeja agirishi ginya uraigwa modrume na wajuere na wadwara na wakuri harenti ako na wahi ako na kutengeneza lipstick ako na wegi na anakaa kubarikiwa. Baka kuna mwingine alimununulia gagari, na mimi nimekaa straight clean, na hata bigiji hakuna mtu amewahi kuninunulia. Diagere ya mahuti tabori nyone kahagerera. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? You will be clean, you will be good, a church goer, a pastor for that matter, a bishop for that matter, but nothing is happening around your life because you have been tied somewhere by a spirit of about 2 generations, 3 generations. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need, that is why Jesus told you, seek to know, because the problem you are facing is not yesterday's. You are not even born, your father was not born, your grandfather was not born. And now nangangana katika jina rebo yondokota yekekekeke, kumbe ni grandmother ameingia kwa mdomo yako, ndio naona yekekekeke rebeke tototo robo, kumbe ni language ya wachawi ya grandmother. Mwana alikuwa anga mchawi.
Na hivyo ndivyo walikuwa naitana. Na sasa unaanza ukiingia hapa ati ni roho ameshuka, kumbe ni grandmother ameshuka na wachai wake. Sasa umeanza kusummon uchai wote kwa kanisa. Ndio unaona kumbe ni uchawi, una summon wachai wanakuja. Because when you come to the place of spirit, the spirits that torment you zitatoka, zitaanza kupigana vita. That is the time you discover that you are operating in a closed heaven. You need to know exactly. That was Jesus told you that is sick. That sick is very important. Maombi mingi wachana nayo. Yes, I love the intercessory. Mnajua kuomba vizuri, but intercessors are the most poor people we have in the world. Mimi na ukiniambia wewe ni intercessor na kuangaliaga tu na angalia, hata kuingia kwa ofisi yangu ninakwambia wewe unakuwa intercessor kwa sababu ako na sura ya umaskini na sura ya chuki. Kwa sababu intercessor ndio anasema ni ndio twamuhoire na kanitha wewe nene hete ogwe ni ndio twamuhoire na ndari rent. Zitu kwake lakini yeye aliniopea, wewe ndio uliniopea. Kwangu naishi vizuri. Ati I'm driving a car. Kanisa hiyo imekuwa kubwa sana. Twamuhoye. No wakutireke nyubanehike. Why is your God not reciprocating? Ni kwa nini Mungu wako ha connect? Maana kama uliitisha baraka zilikuitika. Hiyo kuna mahali ulifinya button ukaitikika. Kwa hivyo hiyo button inafaa kukusikia pia. Lakini kwa sababu tuko na uzembe wa kufikiria, unafikiria sasa ukiitwa intercessor haufai kufanya kazi. No, wacha ujinga. Wacha upuzi. Yule mama walikuwa na Yesu wote, akina Martha, akina nani? Martha na nani mwingine? Yeah? Biriha. Mary Magdalene na mwingine? Alikuwa na mama wengi sana. Na walikuja wakaotishaini majamaa. Na wakashika mjamaa wakaanza kutembea na yeye because walikuwa na hizi. They were praying for this man and walikuwa na hizi. Huyu mama mmoja peke yake alienda akanunua mafuta the most expensive mpaka Juda akasema sitogeuza tutengeneze pesa. Na bado mama alikuwa nini? Intercessor. Akina Martha walikuwa na pesa na walikuwa bado intercessor. You cannot intercede for me when you are poor. You are spreading poverty to my life. Stop. Don't pray for me. Don't. Huyo Mungu niliomba akanipatia haka kasuti. Atanisikia hata kwa gari. Atanisikia hata kwa kitu kingine. Wacha hiyo story ya kusema mimi ni intercessor, that is why I'm poor. That is why my house, ati nyumba yangu imefungwa kwa sababu nilikuwa maombi. Wacha ni Mungu aliona uko na ujinga. Akasema wacha nikufungie nyumba ulale nje ndio akili ukuliwe na ubu na mosquito ndio akili sifunguke. If you are doing the work of God, it should be shown by an example. We should be learning from you. Tunajua mama yake Timothy alikuwa mwombezi, alikuwa na imani. Hata mtu anaitwa Paulo aliweza kuambia Timothy, your mother alikuwa na imani, lakini imani kubwa ilikuwa na chocho yenu Lois. Na hiyo imani ninaiona ndani yako. There is a chain of command of things that are happening. The God you are speaking about, the God you are talking about must be seen from you first. Si kwa wengine. Ati niliwaombea wakapona, niliwaombea mambo yao ikakuwa mzuri. Ati ndamahoire marathimo makindiga. Atia kakirathimo kau gitamenyire gwaku. Ati ndamahoire. Mimi nikikuja hapa na lilisi baraka, na lilisi magari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lilisi mashamba, na lilisi kazi, na lilisi watu wasafiri. Bwana mimi nimesafiri, nimeenda ng'ambo. Mimi nimesafiri all over the world. Ninakulilisia wewe ukutane na wafalme. Don't pray for us. Nataka mtu tajiri, mtu wako na kagari, ako na kanyumba, ako na kitu. Ama uko na manifestation ya kuna mahali unaenda. Unaweza kuwa hauna gari leo lakini kesho utakuwa. Unaweza kuwa huna shamba leo lakini kesho utakuwa. Because there is a trend. Kuna ka trend tunaona unapata. Lakini kama ka trend kako kanaenda hivi, ulikuja na kiatu ya high heel. Sasa hizi wewe na katalitali na bigijie tamu makakanwa. Siwezi, ndio naonanga na kuangalia kama wewe ni Asha, I have to look for you. Nijue wewe historia yako, nikusikilize nijue kama katredi kako nikakwenda. Maana hawa ndio wanakushika. Sasa mama huyu amekuja, nimemwombea, nimemwekelea baraka katika jina la Yesu. 2 days 3 days huyu mama anakuja na testimony hapa.
Venye Mungu amembariki na biashara, amepata loan mahali fulani, ndugu yake alimtumia 100,000 aanzishe kazi. Na Asha ako wapi? Nyumba yake ni hinge. Ekwaje kugatia? Sasa ni waje kurathimo within 6 months no atwariria gari yaku. Ndio wetwa devil worshiper. Utahitwa devil worshiper kwa sababu huyu Asha tumekuwa naye 3 years. Tangu nifungue kanisa tuko naye. Alitoka huko akahararuka. What will be her reaction? No, just let's think like human being. What will be her reaction? Atasema hawa ni omao kitako kwa idea pastor. Ati mialie tatu. Araokire hatari kedu. Niwe atwarithia gari. No, Asha. No. Mimi hata venye namuonaga, hata venye naonaga kienda hivi, naonaga huyo ni devil worshiper kamili. Sasa kama unaonaga ni devil worshiper na wewe ni Asha, na wewe ni intercessor, ama wewe ni pastor kwa hii kanisa, ama wewe ni worshiper hapa kanisani, na wewe uko na Mungu mingi, si ulete hiyo Mungu jaze kwake, devil worshiper itoke. Ama wewe ambaye uko na Mungu mingi na yeye ndiye anakupatia mpaka anakuomba tu lift ndio aende akilani hiyo gari. Ninafunga katika jina la Yesu Kristo. Rekapachata na baada ya kuomba hiyo maombi yote anakuhusia kitisho. Mundu wa Ngai. Anakuaga anakujana huku mpaka anakani kama jege. Mundu wa Ngai. Ndaigwa mwathani akijereria atiriri. Ndaigwite kagwire wina ngirigana Ngai mwathani auga urute ni undu wa ndungata yake. Gikoro kia ngoma kina kuu thiini ni undu wa kwirigwo na kwimenya. Let your God be known by how you are. Your God is a God of blessing. He told Abraham, because Abraham is our greatest intercessor, he was told by God, give me your son, the only son you have, the son that you love. To us, the verse 16 says, because you did not deny me your son, I am going to bless you beyond everybody's belief. Na akamwambia utaongezeka kama nyota za mbinguni. Akamwambia utaongezeka kama bahari, mchanga wa baharini, na hata kizazi chako. Hapo that's the part. Hebu tufungulie Genesis 22 verse 16 hapo 17. Kuna kapatika line kamoja nataka mkaelewe. I like to analyze the Bible because when you analyze the Bible it gives you the clear picture of what God thinks of you. So don't come here every Sunday or every day atinakuja kuobewa ati ndutiraga nginya Wednesday ati hujerio mahujo. No, start practicing God. God is practical. God is not spiritual. God is practical. He has given you everything that you need. Amekupatia mdomo wa kuprofesy, amekupatia maguu ya kukamata, amekupatia mikono ya kufanya kazi. And he said by myself. You see, rudi hapo juu kidogo 15. Left tutaingia 16. The angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. The angel of the Lord called him a second time, meaning there was a first time. And they were from where? From heaven, because the heaven have mbingu imefunguka. Mbingu ikufunguka, malaika kutoka mbinguni wanajuanga moto ni ahigorero. So they will bring every blessing to you. And they said, by myself I have sworn, says the Lord. Kumbuka ni ejo kwanza, lakini amebadilika sasa, says the Lord. You see how things are changing? Because you have done this and have not withheld your son, your only son. I will indeed bless you, and I will make your offspring as numerous as the stars of heaven, and as the sand of that is on the seashore. Understand this now. And your offspring shall possess the gates of their enemies. Underline that. Ruciaro rwaku rutigato ona wakwa ciana ciaku itigathina. Ona wakwa ciana ciaku itikahurwo ni thu ciao. Ona wakwa ciana ciaku itikanyarirwo magakanyangaga makameka kaki. Your offsprings. Uone watigiro guka wanyu akua ngombe ciothe iria ciarĩ kũu cigĩkua. Mbũri ciothe iria ciarĩ kũu cigĩkua mũkenja gũtahwo. Umuthiruka gukari mũtongu we. Na ithe nĩ kũhoya tũhoyaga rĩu. Kari kĩgĩkĩkire. What happened? What transpired? That and your offsprings shall possess the gates. Shall possess.
You can't even understand. Shall possess the gates of their enemies, meaning any enemy coming around you, utamvuja na utamaliza. And God will accept it. Ni kwa nini? Kwa sababu the worship of your grandfather, the worship of Abraham, the intercessory, ili alitoa dhabihu to intercede. Now he has become an intercessor for the entire generation that comes out of him. Sasa wewe hakuna kitu hata ya kutoa, unaitwa tukwambie utoa izaka wako, utatoa nini? Apostle, niramenyorea economy ethokete. Apostle, niĩ nĩ kũina nyinaga na nĩho ndĩhothagira. Ona wĩini waku wagĩrĩirwo kũũhũthĩra. You need to sacrifice for your calling that God has called you. Bwana Yesu asifiwe sana. Deuteronomy 28 verse 23. How to understand and how to know. The only to know that you're operating in a closed door or the closed heaven or an open heaven. Just ask yourself, why am I facing these challenges? Could there be a problem? Deuteronomy 28 verse 23, please, sir. The sky over your head shall be bronze, and the earth under you iron. Then 24. The Lord will change the rain of your land into powder, and only dust shall come down upon you from the sky until you are destroyed. Meaning, whatever that is happening to you, there is a curse that is in your life. That God, when you are operating in closed heavens, the Lord will change the rains. He will stop the rains from coming, and cause your land to become into powder, and the dust shall come down upon you from the sky until you are destroyed. And then that's what I'm saying. You started when you came here. You came, you are prosperous, you are everything. But the day you will change your prayers into witchcraft. Because many people in church are witches. And when they came here, walikuja watakatifu. Lakini instead wakaanza kuangalia mama fulani ameenda kwa apostle. Mama fulani ndio huyo wanaongea wanasemana na yeye nini? Mama fulani amefanya. Mama fulani amevaa kaguo kasuri amevaa. Mtumie shaweke ile kaguo ka designer. Yani you came here to worship God, but instead of worshiping God, you turned out to be a witch. The Lord will change the rain of your land. Hallelujah. The Lord will change what? The rain. If you become here monitoring others, a monitoring spirit to monitor who is who and what they are doing, God will change what? Will change the rain of your land into powder. And that is why you are becoming poor and poor and poor. And I will start chasing such people from this place. Nitawafukuza hapa. Because this is telling me, hata mimi najua pahali mvua yako itafugiwa. Na mimi tuko na wewe, tunatembea na wewe. Si hata mvua yangu itafugwa. Niguo shiwani nikuria thina ni undu wako. No, nikuria thina ni undu wako. Njira tu undeithie thina, unumithie thina, kana murie thina ni undu wakwa. Yeah? It's not possible. He's saying, watu wa moshene makanisani, watu wa kupiga, watu wa maombi ya kupiga watu, watu wa maombi ya kufanya mambo ya kishetani. Those people who know who ate yesterday and did not eat yesterday. Those people who are fighting anybody because you have been given a position. Those people who fight everything and anywhere. Those people who are working against, kule umeandikwa kazi, they are working against you. They are fighting you. They are destroying you. They are heaven. They are heaven. Rudisha hapo baba. Ama unataka kusema unataka utuondokea kai. The Lord will change the rain of your land. It is the Lord himself. Because of your behavior, because of your mouth, because of your evil heart. Koma ya shaitani, goro ya nguruwe. Na kanitha tangatangire ndwagao kanitha mathia ya na gwira wikirite ni ya neighbor ya kuhoya.
no blessing, umekaukiwa. Kazini kule unaendaka kwenu, ile kitu unajua tu ni kuanalaizi watu kazini, fitina tu. Penye mtu atafutwa kazi, penye mtu ataonewa. In business, ukiona mtu amekushinda biashara, unamwendea huko, unamwendea katoroni kuomba maombi ya kufuka kazi yake. Wewe na mrogi ni nini tofauti? Unatumia facilities za Mungu kwenda kufanya uchawi. Ukiamuka huko unaambia uende ukamwaga kaunga huko. Ukiamuka asubuhi kufungua kazi yako unakuta tu wago tumebaba. Kumbe ulidalo kigonga mlango hivi. Tumefunga hii kazi. Tumefunga hii kazi. Na sadi hapa wewe ni mwokofu namba moja. The Lord will change the rain of your land into powder. Can you God effect this in this house? I say in the name of Jesus, the Lord to effect it here. To answer, for example, here, to change the rain of their land into powder, and only dust shall come down upon your sky. Yes, nataka kuona watu wamebarikiwa. Mehahe hapa nimeilaani. Yes, nimeilaani mtu yote wa muhahe kwa hii nyumba, mtu wote wa kufitini wale wengine, mtu wote wa kuzuia wale wengine wafanya kazi, amelaaniwa kwa hii nyumba. And the only dust shall come down upon you from the sky until you are, and I prophesy they be destroyed in Jesus name. Yes, 25. This is now when you are operating on closed. And the Lord will cause you to be defeated before your enemies. When you are operating on a closed heaven, the Lord will cause you to be defeated before your enemies. You shall go out against them one way and flee before them 7 different directions. Why? Because you are heavens. Why? Because of what you did to your neighbor. What you did to this woman, it was not deserving. What you did to this girl, it was not deserving. How you fought these people until they were destroyed, it was not deserving. Why did you do this? Why did you come here just to become an enemy of the people, an enemy of others? Why did you come here just to atumekuja umeleta gedhito, atunakuja unaangusha gedhito hapa, ama unamwaga kule kwa mlango, ama kule kwa barabara unaenda ukimwaga ukiongea ati watu wazikuja hapa. The God I worship will for sure destroy you. I decree and I declare. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa lazima watu watajirike. Hapa lazima watu wakae vizuri. Hapa lazima milango ya kwenda ng'ambo ifunguliwe. Hapa lazima tuishi in an open heaven that you don't need go praying, you need to ask for it because you got the power. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana. Are we getting somewhere? Are you understanding me? Dekio lake dada urugu nani dikelewanyo. Ate pastor no au yogo. Demodo do juga. Dialogi magi yete muno woko. Oh my God. One thing I want you to understand, for the heavens to open, heaven is not just a place, but it is an experience. You must experience the heavens. The heavens you are talking about, sio huko tunaenda jakira kanyumba kona ineko igoro keruruine kya muti wa moyo aya. Hallelujah. Kona ineko igoro kakona kaura konete ko kakona kaure keha no akurire kure iguru kwekona no akurire kona kuguru kwena kona jakira kanyumba ko iguru keruine ge muti wa moyo. Hello, your heaven is here with you. Akakanyumba goko keruine kiurauga kona ine yorauga. This is where experience your heaven from here first. Enjoy, live like you are living in heaven. Live like you are a child of the aliambia Abraham, because you never denied me your son, you shall increase. Wapi? Hapa. Your enemies will be defeated. Wapi? Hapa.
hakumwambia. The Bible says in the book of Matthew 5 verse 5 that the meek shall inherit the earth. Which other heart are you going to unaenda huko? Jesus told us that this is how you be praying. Our Father who art in heaven, thy kingdom come. Aliambia ikuje wapi? Ikuje, thy kingdom come. Uthamaki wako uke. Ule ukwika kwa goro ule wekwa huko. Before you go to heaven, do it first here, so that you can have an experience. Heaven is an experience that you need to understand. It is a reality, and the reality, it is something that we must be seen from us. You are a Christian. You are talking of a great God, a Jesus, a mighty God. Oh, mighty God, you are a mighty God. Oh, mighty God. What kind of a mighty God? No, just tell me. Hauna chakula, hauna unalala. Which kind of a mighty God is that you are talking about? Mungu wako ataonekana aje? What kind of a God are you preaching to me? Ukakujira atia gonoke ngurumirire tuhiane tawe. Surely. Najua mimi nakuumiza moyo, lakini please vumilia tu. Ulikuja, mimi sikukuita, ulikuja. Lakini nakuuliza, mimi masikini nimevaa swali yangu jihoreti iraka itina. Kirato goko kihorete iraka. Joke kwa Jesus is a mighty God. If you follow God, he will change your life. If you follow Jesus, maisha yako itabadilika. Unaenda kubadilishwa maisha. Maisha gani? Unaniambilia mtu haja kubadilisha? Surely. Let's use your common sense. Uyo mtu unaniambia uko na miraka na ndiye jikirete karato kama kasini ka 10,000 niko jikirete ucoke ujire ngurumirire we kirete ira tucina iraka guturani nawe ko for sure. No tell me. Your God must be seen, and to be seen is to live the way he has asked you to live. He will provide anything you need. Your God is not poor. Your God is rich. He's the owner of silver and gold. He's the owner of everything you see here. You are a blessed person. You are not supposed to be walking poor or living a poor life, because God's blessed man. Jiangalie kwanza before you go kuhubiri ati wewe ni muinjilisti. Jiangalie venye umedress. You must dress like a king or a queen before you go to speak to the people wa the other side. Uwaonyeshe uko kwa shetani hamwezi kuishi vizuri kutuliko. Sasa wekilete matagali ushoke ukahujiria mundu wekilete tutiagiriga na lemwe. Bwana anasema unaenda unabadilishwa nini na already nimevaa vizuri? Niki najigete gari yako haria woka maguru kuweto ne nduthi na nduthi ndio mana ifatire yako giriria ndoro uihoretie ndoro nginya mutwe na nduthi kinya ne gukomba wako bamra ningo kuri hawaini ucoke wareria mundu ina Range Rover haria. Surely unahitaji viboko, unahitaji viboko. We must change. Christians, we must change. We must showcase our God. We must be seen by our dressing, our living, our standards must exceed them. Teto kigira hapo kiheto kauni turamenya kataka kuruvu kadi watano atene wa injilisti wakipita tu wanasema ati hao ni waokovu. That is wrong for sure. Angalia Waislamu venye wanaishi vizuri. They have an agenda. They are building businesses for other brothers. They are doing marvelous things. In fact, sasa kukianza tuanze kuhubiriwa tena, mimi nitaingia Islam. Because that is where a reality is. Siwezi kukaa na watu maskini hapa. Mtahitaji viboko nyinyi. Viboko. Na kwa sababu tunaingia hapo ya viboko, tutanyorosa, mtafanya kazi. Mtatajirika mpende msipende. You will drive cars mpende msipende. Mutakaa nyumba za mawe mpende msipende. Mutakamua ng'ombe mpende msipende. Mutakuwa na mabiashara maduka kubwa kubwa mpende msipende. You must be a reality. It must be a reality in your life. And a covenant system for a covenant people. That is a heaven. Should be a covenant system for covenant people. Are you getting me there? Your heaven should be a covenant system for the covenant people. And your heaven, it is a place where God reign, rulership
and control absolute. That is your heaven, where you must control. Hello, it is a reality here. We must rule, we must control, we must be absolute in everything. And yani lazima to take. That is what we call dominate. We must dominate. That is heaven. We must create heaven here. Wachana na heaven hiyo ingine. Hiyo tutaenda ikifika wakati wa kwenda. Lakini hapa tumeambiwa tukae. Wale mzee, kuna wale watu walipatiwa talanta, wengine akapatiwa moja, wengine 3, wengine 5. Kisha waliulizwa, wewe yako ilienda wapi? Ilifanya kazi gani? Sasa hapa duniani uliletwa duniani. Niki wina kio ogio ni andu. Ati dare hiro ne Ngai niki ukera Ngai. Tiga thina ri, heki ndukera Ngai. Ukera Ngai ate. Ja kera kanyumba. God will ask us questions. I gave you to be a leader. What did you do with the leadership? I gave you the brains. What did you do with the brains? I gave you hands. What did you do with your hands? I gave you legs. What did you do with them? Hello. Hello. Let me tell you one thing. Open heavens makes you operate extra natural resources easily. When you're operating on an open heaven, you extraordinary operate. You operate extraordinary resources. Yani you become so resourceful. You control. You empower. You operate like a machine. You can operate a million things at the same time because the heavens are responding. The heavens are supporting you. The heavens are with you because you are a friend of the heavens. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Na mulete sadaka iliyonona, sababu nimewaambia siri ya mbinguni. Mulete sadaka iliyonona. Mama mwingine amenikodolea macho na ako na kafe ndio nataka kutoa. Alafu mkiweka kwa bahasha, usifunge bahasha. Acha niwaambie siri moja. Usiweke mate, ufunge bahasha. Umeweka your sacrifice. Wacha ipate hewa. Wacha kufungia baraka zako kule ndani. Bwana asifiwe sana. Usiipake mate. Wewe weka pesa yako ndani. Achilia ndio baraka, uizungumzie. Ifungua hiyo. Hebu fungua bahasha, fungua. Sasa nenea, izungumzie kabla hujaileta, iambie, nimekuja kufungulisha mbinguni yangu. Nimekuja kufungulisha madhabahu yangu. Nimekuja kufungulisha. Kwa hivyo ukizungumzia usiivuge, uwekelee hapa. After you have spoken to your sacrifice, come and place it at the altar. Wale watu wanataka till number ni 247 ni pay bill 935035. Just place it together. Wekelea ingine kwa ingine hapo. Place it together there. Place it together there. And your heaven. Bingu yako inafunguliwa. Bingu yako inafunguka. Bingu yako inafunguka. The heavens will respond. Bingu ita respond. The heaven will respond. The heaven will respond. Leta hiyo passport. May you travel. Unataka kwenda wapi? Canada. Ndio hiyo sasa. Tokea Canada yako in the mighty name of Jesus. Take it! Take it! Obuka! 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 Kabisa, nenda. Ndio hiyo Canada, Vancouver, ndio hiyo. Shuka. Pata kazi, ndio hiyo kazi. Bwana
hiyo sauti yenu haipelekani. Ni nani na nani mmekuwa pamoja? Wale mmekuwa pamoja mliongoza. Balance sauti. Wengine mnaimba ni kama mmekuliwa na mende huko. Sogeni karibu kabisa. Wacheni. Kata hiyo. Ingieni nyinyi wote hapa. Baki na keyboard jack, cheza ile ja chini. Unasikia mpaka Holy Spirit anaogopa kukuja. Nawaambianga practice together. Mkae pamoja, mnaimba pamoja. Mtrain vocals. Mtrain huyu vocal. Ajui hana vocal mzuri. Anajua ile yake washo ya. Muingizane ndio mwingiane na ule pia muingiane na huyu muingiane vizuri. Ndio mkitoka sauti kanatoka ka sauti kazuri. Si ndio? Na muweke sheria kutoka sasa. Mtu mwenye hakuwa kwenye practice ya jana asikishike microphone kesho. Ama leo. Si ndio? Yeah. Mwe na discipline. Sababu ile kitu hamuna ni discipline. Wewe ulikuwa hapa jana? Haukuwa. Na sasa umekuja. Hawa walishinda hapa wakiimba. Huyu alikuwa nusu kidogo atakavyo kaenda. Na huyu alikuwa. Huyo mwingine yako wapi? Huyo hero. Sasa unaona muli practice na watu wameenda shule. Lakini sasa wale amuku practice na wao ndio mwako hapa. Sasa ni sauti gani mtatoa? Mtatoa ni kama mtuki. So anything we do we must practice. Hata kabla mimi nikuja kusimama hapa nilifika hapa usiku saa 9. Nika prepare sermon yangu na nikaiombea. That is why I'm able to flow. Sasa wewe ukuji. Wewe huwa kukuja. Wewe umefika leo na umeshika microphone. Unataka kuimba. How do you make it? Yule mtu wa keyboard kuna venye waliimba jana. Kwa hivyo ameshika rhythm ya huyu na ameshika ya huyu na ameshika ya huyu. Wewe umekuja na bass. Huyu amekuja na soprano. Huyu amekuja na nini? Hamtaelewana. And worship ni kitu muhimu sana when you are doing service. Unaelewa? Worship ni kitu muhimu sana when you are doing service because it helps me to deliver. So wakati unakuja unainterfere na kisauti kyako, maana ulienda ukakula mihogo moto, alafu ukarudi ukakula mananasi baridi. Sasa sauti imekorogeka. Sema sauti imekorogeka. Jana alikuwa na sauti nzuri, jamaa juzi. Lakini kwa sababu hajaingia wakaisikilizana na ile mihogo amekula itoke yote, basi atatoa kisauti kingine kibaya. So you would rather have one person peke yake kuliko mkue watu 6 ambao sauti hazipelekani. Kila mtu amekuja na mkorogo ya venye amelala na uji ile anakunywa. Unakuta kila system yote mkiomba maombi yote inafanya nini? Haingii. Maana hawa watu wanataka kuingizwa kwenye roho. Umeelewa? Wanataka kuingizwa kwenye roho ndio waingie wazame. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, basi mtatoa viatu zenu mpande hapa. Toeni hizi vitu hapa. Nani aliweka hizi? Toeni mpande kule juu. Nataka tuombe. Keyboard peke yake. Mpande hapa paka hapa kote. Kote. Occupy. I want you, wale wanaenda wapi? Tukianza maombi kwa nini watu wanaenda? Enda tu. Mungu akubariki. I know you came here because of many challenges that you have in your life. Nataka tu ujipeleke mbele za Mungu. You plead your case. Hata kwa mahali popote kwenye kuna mkeka unaweza kufanya nini? You plead your case to God. Tubu na open up to God. Mwambie mambo yale yote umefanya. Usherati wako, wizi wako, masengenyo yako, all manner of things that you've done. Just open up
kwake. Mwambie Baba, niko hapa siku hii, na usitoke hapa mpaka nikwambie utoke. Kuna wengine nusu dakika ameruka kwa kiti, nisikute mtu amekalia kiti. Upige magoti mpaka usikie magoti imekuwa chungu. Mimi ndio nitakwambia mwanamke, nena na Mungu. Kishindwa na magoti, lala chini, lala flat, sakafu ni nzuri. Plead your case. Iragai mahetia mako mothe itwe itorore, mwambie Mungu all manner of things you've done. Plead your case before the court of heaven. You may have done something, it was small, but it has come to haunt you. You may have said something, it was small, but it has come to haunt you. All these things that are haunting you because you did it. Just plead, mwambie Mungu, munene zote, mwambie zote, kisha umuombe msamaha na atakusikia. I hear the voice from heaven, anasema amefungua masikio yake, he is ready to listen to your case.